Yo, mzigo bana, vile mapenzi yanamtatiza ubidada kinoma, kwa namna ambavyo yeye na boyfriend wake walikuwa wanakosa maelewano kabisa, licha ubidada kujitahidi sana, kuongea naye sana, kujihubafai sana, lakini chuma bado kawa kinakaza. So mzigo unaanza na tunakutanishwa na hikapo bana, bidada kuitwa Chiamaka Chichi na boy wake Ebuka. Sasa bidada alikuwa ni msanifu wa majengo huko Lagos, Nigeria, na bwana wake ndio hivyo alikuwa anamsupport kimtindo na alimuunganisha pia kwenye mradi kutoka kwenye kampuni ya mama yake mzazi. So ndo bidada bana akawa amepata mchongo pale. So ndo leo anajiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye uzinduzi wa mjengo ambao bidada bana kwa design. Asa ile kutoka mbona anamwambia wait, asa huko ndo kuvaa gani? Yaani unavaa kama machanja anavyoenda kwenye midada yake mkoani. You gotta be serious. Asa ndo Amaka anashangaa, mbona niko sawa tu, lakini mama ndo hivyo asikiage mtu kabisa, akamchukua wangu kwenda kumbadilisha. Asa kufika kwenye uzinduzi, kwenye shughuli ambao mama yake mzazi mama alikuwa ameiandaa, na leo alikuwa analivery mjengo ambao bidada ameweza kusanifu. So mamko akawa amempraise kinoma yule bidada kwa jinsi ambavyo alikuwa ameleta ubunifu mkubwa kwenye usanifu wa jengo lile, kitu ambacho mtoto wake ni boyfriend wake yule bidada alikuwa amemind, kwa sababu muda wote mama alikuwa anataka sifa zote aweze kupata yeye, licha kwamba mwanamke wake ndiye ambaye alikuwa anafanya hizo bunifu zote za majengo. So hakujali hata mbele za watu, alikuwa anataka kutake over. Asa bado akiwa pale kuna best friend wake pia, kuna huyu baba akawa anapita hapa anamtazama sana Chiamaka, na ni kama vile alikuwa amemwelewa, na Chiamaka kuweza kutupa jicho kule, akaona mubaba unamtazama. Asa baada muda kuna dogo kama amekuja bana, naye pia anataka kuingia kwenye industry ya usanifu wa majengo. So kama amemfuata kuweza kuzungumza naye bana na kumwelezea keo yake kutamani kufanya naye kazi siku moja. Mara Ebuka huyu ametokea, chuma kina wivu kinoma, akamemtoa wangu ile bidada na kuondoka naye. Sasa baadaye Chiamaka amekaa na best friend wake kana muomba radhi kwamba hafurahishwa namna ambavyo Ebuka amekuwa na mtreat wangu kinoma, na hata time ile pia kupendezwa jinsi ambavyo wakati anapiga story na rafiki yake mambo alikuwa amekuja kumchukua. So best yake anamwambia usijali, namuelewa kabisa Ebuka, wala unahitaji kuweza kuomba radhi, na mfahamu yeye na uduanzi wake, ila kabla kuweza kutoka yule mubaba huyu hapa. So ndo hivyo kama jitambulisha kwa bidada kwamba yeye anaitwa Kenneth Mba, ni CEO wa moja kampuni kubwa sana Nigeria kuitwa Nexus. So kama bidada kwamba anatamani kuweza kupata lunch naye, ndo bila kusema lunch tena, ndo baba bana akasema kwamba ni mtoko wa chakula wa kibiashara, kwa sababu kwenye kampuni yao kwa muda mrefu wamekuwa wanatamani kupata msanifu wa majengo wa level bidada. So kuweza kukutana naye pale kwenye event na mazungumzo pia kusifiwa kwake kama ameweza kumvutia. So akamwachia kadi ya mawasiliano, akamwambia kama atakuwa tayari basi waweze kwenda kufanya mazungumzo, na ndo hivyo bana mubaba ukawa umeteleza. So leo bana akiwa mahome, maana anapigiwa simu nyumbani kwao kuweza kupokea bana, ndo anakuja kugundua kwamba kumbe baba yake ni kwa muda sasa amekuwa haiko sawa kiafya na amekuwa kificha. So brother yake ndo akamaweza kumshtakia mlingi wake kwa ubidada, kitu ambacho kakimeumiza kinoma. So muda wote wa mazungumzo haya bana, kumbe yule mwamba bwana wake amekuja na anasubiri getini kwenda kumfungulia bana. Mwamba kisukari kiko juu, chuma kinafoka kinoma, bila kujua kwamba muda wote mwenzake alikuwa anaongea na simu na baba yake haiko sawa kabisa kiafya. Sasa baada ya muda yule bidada anamuuliza yule mwamba kwamba anafahamu lolote kuhusiana na kampuni ya Nexus. Naomba akashangaa, Nexus ipi? Ndo kabidi bidada aweze kujisogeza na kumweleza kwamba kuna kampuni ambayo imeweza kumtafuta kwa ajili ya kuweza kufanya nao kazi, wanaitwa Nexus. So tamani kujua kama mwamba anaweza kuijua ili aweze kujua kama ni kampuni sawa kuweza kufanya nao kazi. Naomba akashangaa, umejiona nao vipi hawa Nexus? Bidada akasema kwamba walinifuata ile siku ya event na kama niongelesha pia kwamba anatamani aweze kufanya kazi na mimi. So ndo mwamba kusikia hivyo bana, kuna kitu kawa kiko sawa kwake. Jamaa alikuwa na wivu kinoma, yani muda wote anaona kama ni vita tu kwa pisi yake. So baada muda anamfuata bidada, anamwambia kwamba kabla yeye kuweza kwenda kukutana na hiyo kampuni, anataka yeye aweze kukutana nao kwanza na kuweza kuzungumza nao. Ndo Chiamaka anashangaa, kwa nini kwanza uende wewe na sio mimi? Mwamba akasema anafanya hivi kwa ajili yako babe, nataka kukutana nao aweze kujua kama ni watu wazuri au scammers. Sasa bila kujua kwamba huyu mwamba na mpango wake wa siri, bidada bwana akawa anayaona mapenzi, akawa anaona love na vile ajiwezi, mwamba akajikuta anafumbwa. Sasa leo kufika ofisini bana, punde si punde inaingia email kuweza kuisoma, anagundua kwamba yule mwamba wa kampuni ya Nexus ameweza kumtafuta na akamtumia email ndefu kinoma akimwelezea jinsi ambavyo anatamani kuweza kufanya naye kazi pamoja kwa ajili ya project yao ijayo, na alikuwa anatamani kwamba jengo kubwa ambalo anataka kulitengeneza kama main house, ubidada aweze kulisanifu jengo hilo. Sasa ubidada kwa mapenzi akawa anajisahau, muda wote ni bwana wake tu anamwona ndo jibu la nahau na maswala anayojiuliza. Sasa cha kushangaza leo bwana wake anaongea poa kinoma, hana makasiriko wala nini. Bwana akashangaa. Sasa baadaye akamuuliza vipi mweza kuwaguga wale jamaa wa Nexus kuweza kuwajua na kujua kama ni sawa kuweza kufanya nao kazi. Lakini cha kushangaza umwamba kama akawa anavuta pumzi hivi. Akamuuliza vipi, akamwambia bado anaweza kuwafuatilia wale jamaa ili aweze kuwajua kwa ukaribu, ila tayari ameshaweza kupata details kadhaa. So baadaye ataweza kuzungumza na aweza kumwelezea mkanda mzima. Bidada akasema sawa, ukata simu akawa tabasamu. Ule amekuja kwaje? Sasa upande wa pili bana, tunashangaa kwamba yule mwamba bana ameenda all the way mpaka kwenye kampuni ya yule mubaba Nexus Group. Mubaba kutoka na kuta wageni vipi, mwamba anajitambulisha kwamba anaitwa Ebuka na ndo bwana yule bidada. So amekuja hapo kwa ajili ya mazungumzo. Kufika kwenye eneo la mazungumzo,
akawa joined pia na huyu bidada ambaye anaitwa Kati Mba, ambaye huyu alikuwa ni mwanasheria wa hii kampuni, lakini pia alikuwa ni mdogo wake wa mwisho huyu Mubaba. So ndo hawa wanasheria ambao kuja nao huyu Mwamba anaweza kumzungumzisha huyu Mubaba, kumwambia kwamba wameleta barua ya onyo, kampuni ya Nexus iache mara moja kuweza kumfuatilia yule bidada Chiamaka kwa sababu ana mkataba wa kazi na kampuni ya baba yake huyu Mwamba, kitu ambacho kikuwa sawa kabisa. Yule bidada hakuwahi kuajiriwa na ile kampuni kule mama yake huyu Mwamba. Sasa Mubaba akawa ameshangaa kwamba mbona mwenyewe nazungumza naye vizuri tu na hakuwahi kuniambia kuhusiana na hili, lakini Mwamba akajivuta na kumwambia ina maana unamjua mke wangu kunizidi. Yule Mubaba akaona ishakuwa vita. Sasa bidada Chiamaka bado yuko ofisini jioni leo, mara konga linavutwa kupokea mwanaume wake. Ndo Mwamba anaanza kumwambia kwamba ameshapata full details kuhusiana na ile kampuni ya Nexus na amegundua kwamba sio watu wazuri kabisa na ni kampuni ambayo ina madeni kinoma, so kama ataenda yeye kuweza kufanya nao kazi huenda pia akadhulumiwa kama ambavyo wamedhulumiwa watu wengine. Ndio bidada kusema wait, mbona kwenye email yao ameandika vizuri kabisa kwamba ni kampuni ambayo iko sawa? Ndo mwanaume wake buka akamwambia usiamini vicheko moyo wangu, hii kampuni sio kampuni nzuri kuweza kufanya nao kazi. So basi bana, baada ukata simu bidada bila kujua bana, akawa anajisemea na kumshukuru sana mwanaume wake kwa jinsi ambavyo amekuwa akimpambania na kumjali. Sasa leo nyumbani yuko na shosti yake, ndo anamweleza kwamba amegundua mwanaume wake Buka anampenda sana baada ya kuweza kumpambania na kumtoa kwenye scam kubwa ambayo itaka kumkuta ya kikazi. Ndo akamweleza ni kitu gani hicho. Ndo Chiamaka anamweleza kwamba kuna kampuni iliweza kumtafuta kuweza kumapochi kwa ajili ya kazi na mkuja kugundua leo kwamba hiyo kampuni sio watu wazuri kabisa. Akamuuliza ni kampuni gani, akamwambia Nexus. Ndo shosti yake akasema Nexus Group amekutafuta? Ndo akasema alinitafuta CEO wa hiyo kampuni kabla hajamaliza akamalizia yule bidada kwamba amekutafuta Kenneth. Sasa ndo hapo shosti yake anamwambia kwamba mbona hiyo kampuni ni kampuni nzuri tu, na hizo taarifa ambazo unaniambia kuhusiana na wao kuwa hawalipi mishahara na kuwaskama watu wengine ni taarifa mpya kwangu. Ndo Chiamaka anashangaa akasema hiyo kampuni naijua vizuri, na kama uamini kuna mtu wa pale, ngoja nimpigie simu. Akamvutia waya. Sasa anakuja kumuuliza na kutoa maelezo bana. Ndo Chiamaka anasikia vitu vingi sana ile kampuni kwamba haipo kama ambavyo bwana wake aliweza kumwambia iko. Ndo shosti yake amwambia kwamba huenda mwanaume wako anakuchezea kihisia kuhusiana na hili, fuatilia vizuri. Ndo Chiamaka anasema wait, ina maana nachezewa mchezo hapa. Asa leo akiwa chumbani kwake bana, akaamua kurudi kuweza kuijibu ile email ambayo iliweza kutumiwa na boss wa ile kampuni ya Nexus kwa maana Mr. Kenneth, na akaandikia maelezo ya kutosha yeye pia na uwezo wake kuweza kusanifu majengo atakavyoweza kufanya nao kazi kwenye projekti yao ijayo. Asa leo Mwamba usiku mzima kurudi nyumbani kwake. Kufika asubuhi bwana, mke wake Chiamaka akamfuata mpaka ofisini. Akaambia una maana gani kuweza kudanganya kuhusiana ile kampuni ambayo ilitafuta na unajua kabisa ilikuwa ni pesa, alafu ananiambia ni watu wabaya. Lakini Buka anamwambia kwamba hizo taarifa za ubaya wao mimi nilizikuta kwenye internet, so kwa tahadhari kabidi niweze kukuambia kwamba ni watu wabaya. Chiamaka anamwambia hapana, wewe ni muongo, unajua ni pesa kiasi gani unataka kunikosesha kwenye ile dili. Lakini mwanaume wake anachukua barida tu, kawaida tu, wakati mwanamke wake amesha mind, roho iko juu na Mwamba hamnyoshei maelezo. So mwisho siku Chiamaka akika mapenzi pembeni, akamwambia Mwamba kwamba kama atakuja kufuatilia na kajua kwamba hii dili kwa makusudi ameweza kuitia dole, basi wao kama wapenzi watakuwa wamemalizana. Na wakashangaa Chiamaka, lakini Chiamaka ndo hivyo bana, akaamua kusepa. Sasa upande wa pili yule Mubaba kama endelea kumfuatilia yule Chiamaka kwa ukaribu kuweza kumjua na kuweza kufahamu pia taarifa zake, lakini upande wa pili kwa Chiamaka yakana subiri konga tu apigiwe simu na ile ofisi na kuona kama bado anaweza kufanya nayo kazi. Sasa leo anakuja shosti yake anamweleza kwamba mpaka muda huu bado hajapigiwa simu na afahamu hatima yake kuhusiana ile dili na anahofu kwamba huenda itakuwa limepotea. Sasa shosti yake anamwambia kwamba yuko na idea. So ndo hivyo wanawashinga upande wakawa wametoka. Hasa rafiki yake kama amemleta kwa makusudi kwenye restaurant ambayo ilikuwa inamilikiwa na ule Mubaba, na wakiwa pale baada ya muda ule Mubaba akawa ametokea. Ndio hivyo bana, kama wasalimia na Chiamaka akawa anatetemeka kuweza kuzungumza naye na akamweleza kwamba amekuja hapa na shosti yake kuweza kupata lunch, na akajikuta kwamba anashindwa kueleza kile kitu ambacho itamani kuweza kukieleza. Hasa kama kuondoka na Mubaba akamweleza Chiamaka, akamweleza kama ulikuwa hutaki kukubali ofa yangu kuweza kufanya kazi ungeniambia tu, kulikuwa kuna haja ya kuweza kunitumia mabounce ofisini kwangu. Ndio Chiamaka akashangaa. Akamweleza lakini nimeijibu ile email isipokuwa nyinyi ndo hamjanirudia mimi kuweza kunijibu pia. Ndo bosi anamwambia ningekurudia vipi wakati ofisi yangu ilijaa mabounce ambao uliweza kunitumia kuweza kunitishia. Ndo akazidi kushangaa. Mabounce gani? Ndo Baba akasema kuna watu walikuja ofisini kwake na wakamweleza kwamba yeye Chiamaka anafanya kazi na kampuni nyingine, so yeye asiweze kumfuatilia kabisa. Ndo Chiamaka akasema mbona mimi sijatuma mtu? Sasa shosti yake kamepata idea. Akasaka picha ya Ebuka bwana wake rafiki yake na akamuonesha yule Mubaba kwamba mtu huyo ni huyo alikuja ofisini kwako. Ndo Mubaba akasema ndo huyo alikuja na timu yake. Chiamaka kuoneshwa kuona ni Ebuka akamemind kinoma, akametoka pale wangu kuweza kumfuata ule Mwamba. Sasa huku nyuma ndo shosti yake kabidi aweze kuzungumza ule Mubaba, aweze kumpambania sana, zungumza sana huyu Mubaba na kumweleza kwamba
huwa hukuwa mpango halisi wa Chiamaka kuweza kuignore ile kazi. So mwisho siku bana, yule baba anatoa kada kumpatia yule bidada na akamwambia kama mkiwa tayari bado kuweza kufanya kazi na mimi, mtamvutia waya mwanasheria wangu. Sasa chap, ikabidi yule bidada aweze kumpigia simu kwanza Chiamaka na akamwambia vipi, hebu rudi faster tuweze kuzungumza na ubaba ili tuweze kujua hatima hiyo kazi. Sasa baada ya muda Chiamaka anaweza kuja na akamsogelea yule mubaba na akamjaribu kuweza kuzungumza naye na akampambana sana kuweza kumwomba radhi wa kile kitu ambacho kimetokea, na ubaba akasema usijali, rafiki yako pia ameshanieleza kila kitu. Sasa akiwa pale bana, simu ya Chiamaka ikawa imeita, Sono kuweza kuipokea. Ndio hapo bana agiwa taarifa kuhusiana na baba yake kwamba hali yake iko sawa na amezidiwa. Mubaba yule akawa anatamani kujua nini ambacho kimetokea, lakini bidada akawa anataka kuficha ficha, akamwambia wewe niambie nini ambacho kimetokea. So ikabidi amueleze kila kitu kuhusiana na afya ya baba yake, gharama za hospitali Izamo pia amekuwa kimpambania. Yule baba ikabidi fast aweze kumpigia daktari wake na akamwekea appointment baba yake yule bidada ili aweze kutibiwa na yule daktari wake, kitu ambacho kilimgusa sana yule bidada kuona jinsi ambavyo huyo baba amekuwa akimpambania. Hasa upande wa pili ofisini kule, leo Kachi yule mwanasheria ameweza kukaa na baba yake na kumweleza pia na ambavyo afurahishwi huyu baba kuweza kumpambania Chiamaka ili aweze kufanya kazi kwenye hiyo kampuni. Lakini ndio hivyo bana, huyu baba akanampambania kinoma Chiamaka na akawa tayari kuweza kufosisha ile madi tu aweze kufanya kazi kwenye hiyo kampuni. So na mwisho siku bana, yule Kachi akamwambia hata kama ukimpambania, lakini takisha kwamba pati mkataba kuweza kufanya kazi na sisi, kwa sababu mwenyewe alizingua. Haya, ukaribu wa yule mubaba na bidada ukawa umezidi kuwa mkubwa, wakawa wanatoka huku na kule bana kuweza kuzungumza vitu vingi sana. Sasa leo ibuka ofisini kwa bidada bana, akashangaa kumkuta bwana mdogo ambaye siku kadhaa nyuma alimkuta pia na mwanamke wake kwenye ile party. Anaambiwa kwamba kumbe huyu mwamba anafanya kazi hapa. Mwanamke wake aliweza kumwajiri baada ya kugundua kwamba ni mtu poa tu, lakini kichuma bana ni kitata kinoma, kakimemfukuza huyu mwamba hapa. Yani wivu huyu mwamba, ni wivu tu. So baada muda anatokea mwanamke wake Chiamaka na anamvuta kwamba waje wazungumze ofisini. Kufika anamwambia kama ambavyo nilikuambia siku ya kwanza kwamba nikija kugundua kuna chochote unaweza kukifanya mpaka kama nilikosa lile dili, mimi na wewe basi. Naomba kashangaa, unazungumza kitu gani? Bidada akamwambia nimegundua kila kitu kuhusiana na wewe kunilibia kwa dili lile kazi, so hii leo mimi na wewe basi tunaachana. Chuma bana ndo kaka kimepandisha hasira kinoma na ikaanza kukumbushia kila kitu ambacho kimeweza kumsaidia ubidada kwenye safari yake mpaka kufika hapa. So ndo hapo Chiamaka akagundua kwamba kumbe kwenye maisha yangu nilikuwa na mwanaume wa hovyo kinoma, kwa sababu maneno makali ambayo mwamba alikuwa anayatoa hapa. So ndo hivyo bana, bidada akaforce sana, akamwambia sikutaki tena na naomba utoke ofisini kwangu. So kuna kule mama ndo hivyo bana, kama lazimika kuweza kutoka hapa, lakini roho akawa ameikunja. Upande wa pili kama kawaida, karibu wa bidada na ule bubaba kwa muongezeka, zikaanza simu za usiku Kanumba na Batuli. Basi kata wewe my love ukanuko, kitu ambacho kimetengeneza bondi kubwa sana kati ya ule mubaba na ubidada. Sasa leo shosi yake Chiamaka akiwa kwenye eneo la ile ofisi anashangaa kumwona Kachi. So shosi yake Chiamaka bidi aweze kujifosisha kuzungumzisha ubidada na akamwomba sana waweze kufanya kikao cha mwisho, waweze kuzungumza na wajadili pia namna ambavyo wanaweza kufanya kazi pamoja kwenye kampuni yao. So ndo hivyo bana, akawa ametoka na kwenda kwenye ofisi ya Chiamaka, lakini kufika na kufungua anamkuta Chiamaka yuko na bwana mdogo ambaye juzi kati hapa ametoka kumwajiri. Tukasema wait, sasa kumbe bwana mdogo ni anti kabisa wa ule Kachi, ambaye Kachi unajua kwamba ndugu wa damu kabisa ule mubaba. Asa anti yake kumbe kunafanya kazi kwenye kampuni ya Chiamaka. What a controversy. Na hichi kitu bana kakimeregeza moyo wake na namna ambavyo alikuwa anamchukulia Chiamaka toka siku ya kwanza. So hivyo bana akamwambia tuko tayari kama kampuni kuweza kupatia mkataba wa kikazi na ukaanza kazi mara moja kwenye kampuni yetu. Hichi kitu bana Chiamaka kawa kimemfurahisha kinoma. Hasa wakati neema hii inatokea, upande wa pili bana anapokea barua ndefu kinoma. Kuweza kuisoma anagundua kwamba inatoka kwa mwanaume wake wa zamani, kwa maana Ibuka. Ndo kabidi aweze kumvutia waya. Ibuka kwa dharau naye akawa amepokea. Ndio mama anamwambia kwamba nimeamua kuweza kuliuza lile jengo ambalo ofisi yako iko ndani, so wewe pia unapaswa kutoka mara moja. Sasa kumbe ile ofisi ambayo Chiamaka alikuwa ameiweka bana ilikuwa kwenye jengo la huyu mwamba, na mwamba kwamba kusudi akaamua kuweza kuliuza. Sasa Chiamaka anamwambia mwamba kwamba hana pa kwenda hivi sasa, lakini mwamba anamwambia well, kama utanilegezea kamba kuna namna ambavyo nitakulegezea pia, so kama uko tayari njoo tuonane tuweze kuona namna ambavyo tunalibaliza hili swala. Kumbuka Chiamaka akili yake ishahama, namtaka kabisa huyu mwamba, lakini hofu ya kuweza kupoteza ofisi yake, eneo lake, sehemu yake ambayo tayari sasa kumpatia ugali ikawa imemtia hofu. Asa leo Chiamaka tamaa akiwa ameshaikata kabisa, akiamini kwamba anakuja kutolewa leo na yule Ibuka. Ndo hafa bana anaitwa barua, anakuta bana ni hati ya ile nyumba na ule mjengo mzima hivi sasa uko chini yake. Like wait, what? Kumbe yule baba bana alikuwa tayari ameshaweza kununua na kuweza kumkabidhi. So ndo hivyo bana akameweza kumvutia konga, akamemshukuru sana, imaliza sana, muombea sana, piga goti la kiroho kuweza kumshukuru bana. Lakini ndo hivyo bana yule mwamba akamwambia nimefanya yote haya
kwa sababu yako. Kuna kule kameanza safari ya pamoja na Chiamaka na akawa wapenzi officially, na kila mtu bana akaruhusu beki zake zisikabe shambulizi lolote kutoka kwa mwenza wake. Huko na kule safari yao iwe ya pamoja. So ndo hivyo bana, mzigo unaitwa Wings to Fly all the way kutoka Nigeria, na kama kawaida mkali ni bibie Uche Montana. Mimi naitwa Rahul Khan, kote huko andika tu I'm Rahul.